Niaje wadau, sijui kama umewahi sikia hizi stori za majini. Amini usiamini, hawa viumbe wapo na wana exist. Na kama hauamini, hii story ya leo inakuhusu sana. Twende kazi. So wadau, ilikuwa ni mwezi wa 8 2021. Tunapata kijana ambaye anaitwa Joel. Kazi ya Joel ni bodaboda, anaendesha pikipiki. So Joel anafanya tu kazi yake kama kawaida ya kuendesha bodaboda. Lakini kuna siku moja napiga shughuli yake, inafika majioni hapo, na Joel ni mtu sana anapenda kuwatch mpira. So ikifika hapo masaa moja, Joel anaingia hivi, anasema acha niende niwatch mpira, ukiisha hivyo ndo nishike njia kwenda home. So anaingia huko ndani kuwatch ball na mabeste zake, lakini mvua inaanza kunyesha. So wanawatch ball. By saa 4:30 mpira umeisha, mvua imeisha. So Joel anawasha pikipiki yake na kushika njia ya kwenda home. Kama tu anaelekea hivyo nyumbani, anapata mtu amesimama mbele kwa barabara kwa umbali, na ni kama anamsimamisha. So Joel kuenda polepole, akafika hapo akasimamisha, akapata ni demu. Na demu mwenyewe anakaa mwenye asili ya Kiarabu hivi, yani amejifunika hizo mabuibui. So Joel akamuuliza ni aje, mrembo akasema poa. Joel akamwambia saa 4 ya usiku, saa hii hauogopi peke yako kwa barabara? Dema akamwambia actually nilikuwa natoka huku naenda huku, lakini mvua ndio ilinichelewesha kwa njia, ndio maana saa hii ni saa 4 na bado niko kwa njia. Mvua imenyesha sana na hata gari na pikipiki hazionekani. Joel akamwambia ni kawaida nchi yetu, mvua ikinyesha gari na pikipiki kupatikana inakuanga shida. So wakaendelea, Joel akambeba, wakaendelea na safari. Lakini penye huyu demo alikuwa anaenda na penye Joel anaenda ni tofauti. So inabidi Joel achukue ruti nyingine afikishe huyu demo ndio arudi kwa hii ruti ya kumpeleka home. So wakaenda wakiongea maneno mawili matatu hapo. Lakini wakafika kwenye njia nyingine hivi. Huku msitu. Lakini cha ajabu demo alimwambia nimefika. So jamaa akashangaa, okay, umefika na hapa sioni watu wanaishi karibu. Lakini aislu, jamaa akasimamisha pikipiki, demo akashuka. Safari ilikuwa ni ya 200, lakini demo akashika kwa mfuko, akatoa shilingi 500 akapea Joel. Joel hakuuliza maswali sana kwa sababu alijua maybe juu venye demo alimpea, alimwambia keep change, usinirudishie change. So Joel akajua maybe ni venye ameona tu ni saini usiku nimerisk. So lakini Joel venye alienda alibaki na maswali, huyu demo anaingi hii njia. Haya, akawasha pikipiki na akatoka akaenda. Siku zikasonga. Siku nyingine pia Joel amekaa hapo kwa stage, tena demo akapita. Akamwona demo ndio anapita. So unajuanga tu kwa stage kuuliza mtu, madamu unaenda?" So ilikuwa 6 hivi ikielekea 7. So demo akachagua Joel. Joel akaenda haraka na pikipiki akambeba. Demo akamwambia utandrop tu pale penye ulindrop ile siku nyingine. Kawaida kwa pikipiki wakaanza sasa kuongea. Joel akamuuliza unaitwa nani? Demo akamwambia mimi naitwa Aisha. Jamaa akamuuliza na huko kwenye unafanyanga kazi huku unafanyanga job wapi? Demo akamwambia hata huko usifanyangi job, huku naendanga kwetu. So huku kwenye unanipelekanga, huku ndio kwenye mimi naishi. Huku ndio kwangu. Lakini huku kwenye naendanga, huku kwenye natokanga, huku ni kwetu. Okay. Huku kwako, huku kwa mzee wa bwanako? Akamwambia no. Naishi huko, ni nyumba yangu sio ya bwanangu. So wakaenda kawaida, Joel akamdrop hapo. Lakini Joel bado akana maswali. How comes hapa mahali hakuna buildings karibu? Hakuna watu hata wanaishi hapa. Okay. Dema akashika kwa mfuko, leo alitoa 1000 akapea Joel. Joel akamwambia keep change. Uko na roho safi sana. Joel akamwambia okay, asante. So Joel alichukulia huyu dem ni maybe ni wakishua, yani mwenye anajiweza, so pesa kwake sio shida. So ndio maana mtu anaweza kupea mali pa 200, mtu anakupea 1000 anakuambia keep change. Sio rahisi. So before dem aende, si Joel akamuomba namba, akamwambia by the madam, ugenipea namba yako juu kama unapitanga hapa kila siku, utakuwa unanicall tu, then mimi nakuja ninakudrop. Dema akamwambia mimi sina simu. Joel akashangaa, wait,
hauna simu? Iliharibika ama ilipotea ama ni demo? Kumbe hapana, mimi sina simu na situmiangi simu. So we tutakuwa tunakutana tu. Okay. Joel akawasha pikipiki akaenda. Lakini bado anaenda na maswali. Hii place yenye huyu demo anakaa. Hii place, mbona mimi sioni buildings? Huku ni forest, huku ni forest. So ni njia inapita katikati ya msitu. Ni njia ya lami, ndio ni tarmac road, lakini inapita katikati ya msitu. Okay. Siku zikasonga songa, huyo dem pia akaonekana siku nyingine. Akachagua Joel, kawaida tu, wenye wasa wa bodaboda huwa wanamkimbilia, anachagua tu Joel. Lakini Joel akamwambia, madam, naona saa hii ni 6:40 na mpira unaanza 7. Na hiyo place yenye tunaenda ni distance kidogo. So wewe ufanye hivi, uende na jamaa mwingine kwa sababu mimi lazima kuna ball yenye nataka niende nione by saa 1 nikuwe niko huko. Dema akamwambia, na what if tukienda tu na wewe tuwatch tu hiyo ball, alafu ball ikisha tu utani drop tu basi. Jamaa akamwambia, okay, haina shida, kama umeamua hivyo haina shida, tunaweza enda. So wakaenda. Wakanunua hapo ni nini, ma popcorns ni nini, wakaingia huko ndani kuwatch ball. Before ball ianze walikuwa hapo wanazungumza kiasi, wanajuana. Joel anamwambia, huu ndio mtaa wangu lakini sijakaa sana, mimi ni mgeni huku. Dem naye pia akamwambia, mimi huko kwa natokanga huko ni kwetu, so huko ninaendanga, naishi huko peke yangu. Jamaa kashangaa, unaishi aje peke yako huko msitu? Haya. Dem akamwambia, huko kwetu ni babangu anaitwa Yusuf. Ni mtu maarufu sana kwa sababu ni mtu mwenye anajiweza. Okay, Joel akamwambia, mimi siwezi mjua kwa sababu mimi pia ni mgeni kwa huu mtaa. So sidhani kama naweza mjua, lakini maybe niulize. Dem akasema, ukipata nafasi uliza hata ufike home kuja tutembelee. Wazazi wangu wanapendanga sana wageni. Joel akamwambia sure, akamwambia ukipata time we uliza tu Yusuf, kwa mzee Yusuf utafika, usipotea, ni hapo tu juu utafika. Okay. So waka watching ball ikaisha kitu saa 3 na dakika kadhaa hapo. Wakatoka zao. Jamaa aende kudrop dem, alafu ndo na yeye ashike route ya kurudi kwake. So akaenda kawaida akadrop hapo dem. Lakini jamaa akasema leo siendi, lazima nijue dem anaendanga wapi. So akazima taa za bike. Dem akashuka polepole, akamwambia kwaheri. Na huyo dem ananukianga marashi zingine. Umesikia zile perfume za Waarabu zile, za Warrior zile. Hizo perfume kali. Si dem akashuka. Dem kushuka, si akashika njia. Akaingia hivi kwa huo msitu, kuna kanjia hivi kanaingia hivi. Jamaa akashangaa, na huyo dem ako na confidence. Ani haogopi, haonishi dalili yote ya kuogopa, hata ambie jamaa nisindikize hadi kwa mlango. Anataka tu jamaa mfikishe hapa na yeye ataenda mwenyewe. Jamaa akasema leo lazima nifuate nijue keja ya demo inakaa aje na iko wapi. So si jamaa akazima taa. Lakini kutaka tu kutoka hivi afuate demo, kitu kingine ikamkataza. Kitu kingine ikamwambia, unaweza toka hivi, hii place ni mbaya. Upate bike haiko. Utaambia nini watu, ulikuwa unafanya nini? Jamaa akasema, sio, acha mimi niende. Jamaa akawasha bike aenda. Siku zikapita kadhaa kama demo haonekani, siku kadhaa kama demo haonekani. Lakini jamaa alikuwa anaambia mabeshte zake. Anamwambia, huyu demo mwenye mimi huwa anabebanga. Huyu demo imagine huwa nikimbeba mara ya kwanza nilimbeba akanipea punch. Na hiyo place ni place ya 200. Mara ya pili nikambeba akanipea dhao. Jamaa akamwambia, wallahi. Wewe umeangukia. Jamaa akamwambia, lakini ngoja, sio kuangukia, shida ni place yenye napelekanga huyu dem. Yaani ni place nyingine, ni msitu. Hakuna watu wanaishi hapo karibu. Huku ni msitu, ni njia inapita katikati ya msitu. Lakini hapo ndio huwa nampeleka na ni usiku. Na hata ogopangi. Jamaa akamwambia, maybe inaweza kuwa, unajua kuna watu wengine masongo wanapenda kujificha huko ndani. So inaweza kuwa tu keja iko tu huko ndani venye uionangi na kwanga usiku. Okay, lakini kuna jamaa wengine hapo wakaanza kutoa jokes, wakasema, wewe uchunge, wewe unabeba jini na ujui. Lakini ilikuwa tu ka jokes tu, akacheka tu hapo na ikaisha hivyo. Lakini jamaa akaambia besti yake hapa mmoja,
Huyu demu aliniambia babake anaitwa Yusuf. Sijui kama unamjua. Jamaa akamwambia, "Ah, Yusuf hapa juu." Akamwambia, "I think ndio huyo juu aliniambia kwao tu ni hapa tu juu na babake ni maarufu sana." Jamaa akamwambia, "Kama ni huyo basi wewe umeangukia. Juu huyo hapo huyo mzee ni wa kishua. Huyo mzee ni tajiri vibaya sana." Jamaa akamwambia, "You know what? Huyo demu aliniambia nikipata time niende nimtembelee kwao. Kwao hata hawana shida, wanapendanga wageni." Jamaa akamwambia, "Kama uko saa hii ready si nikushow." Yes, wakaenda hivi, akamwambia ni hapa, hata ikuwa mbali, nilikuwa tu mahali pa walking distance. Si ndio hapa kwao. Wakafika hivi, si jamaa huyo beshte yake akamwacha akarudi Joel, yeye akabisha gate, wachi akafungua, akamwambia nimekuja hapa hivi. Si jamaa akaingia, akabisha mlango, akafunguliwa hapo na madhe. Huyo madhe akamsalimia kisha akaingia kwa room nyingine hivi kama alienda kuita mzee. So jamaa kidogo kidogo amekaa juu nyumba yenyewe ni nyumba kama ni kama state house. Jamaa anaangalia hivi. Kidogo kidogo akaona demu ya picha ya huyo demu kwa ukuta. Akajua basi ni hapa sijapotea. Ni hapa sijapotea. So confidence ikaongezeka. Anangojea maybe huyo demu akuje lakini yaoni. Kidogo kidogo huyo madhendi anakuja na bwanake. Introduction. Kidogo kidogo hapo, unaitwa nani? Mimi naitwa Joel. Nimeambiwa hapa ndio kwa bwana Yusuf. Kaambiwa ndio hapa umefika. Akasema mimi naitwa Joel na mimi nafanya tu kazi ya boda boda. Nimebeba msichana wenyu siku mingi sana, mwenye anaitwa Aisha. Nimembeba siku mingi sana. Kusema tu hivyo, mzee na bibi yake wakaangaliana na ile macho ya question mark. Kisha wakarudi wakafocus kwa jamaa. Jamaa akasema nimembeba mara mingi, amekuwa customer wangu na sio customer tu, tumekuwa hadi marafiki. So akaniambia nikipata nafasi nikuje nimtembelee kwao, ndio at least hata sometimes nikiwa free naweza kuwa namkujia tu nyumbani then namdrop huko kwake. Mzee akamuuliza, Aisha yupi unaongelea? Akasema Aisha msichana wenyu. Hata ndio huyu namuona kwenye picha. Mzee akamwambia, sikiza kijana, tuko na msichana anaitwa Aisha. Lakini ni marehemu. Tulimzika 5 years ago. So unasema mtu mnajuana naye 1 week. Na sisi mtoto wetu anaitwa Aisha ndio huyu enyewe ndio kwa picha, lakini tulimzika 5 years ago. Jamaa alibaki ameshangaa. Jamaa alibaki amedua. Hana la kufanya. Jamaa alishtuka. Dakika 2 hazikuisha. Jamaa alikuwa ametolewa ndani ya hiyo keja teke na wakampia wochia asiyaifungulia watu wenye wanakaa akili zao sio mzuri. Jamaa alitolewa nje teke sana. Lakini jamaa pia naye alienda kama amechanganyikiwa. Haizisema amekosea kwao kwa kinaisha juu enyewe hapo ndio kwao juu kwa sababu kuna picha kwa ukuta na wazazi wamekubali enyewe wamekuwa na mtu anaitwa Aisha. So swali ni je, nani anasema ukweli? Jamaa alienda akachapia mabeshte zake hivyo. Mabeshte zake akashangaa sana, akamwambia maybe sasa hapo inafaa ukutane tu na huyo demu mwenyewe, mrembo mwenyewe, umuulize yeye ndiye atakwambia kinanga ubanga, yeye atakwambia ukweli wa mambo. So jamaa kufanya tu shughuli zake kawaida. Majioni hivyo wanakuanga tu hapo kwa stage. Si akaona Aisha akipita. Bas, jamaa akamwambia ndio ule. Jamaa hata kungoja akujiwe, yeye mwenyewe ndiye alienda. Akamwambia mambo poa, unatoka wapi? Aisha akamwambia kawaida, ndio mimi natoka home. Ndio naenda tu hivi kwangu, nataka unidrop hivi. Jamaa akamwambia wait. Si leo nilikuwa kwenyu. Kidogo demu akashtuka, akamuuliza ulikuwa kwetu? Jamaa akamwambia nilikuwa si kwenyu, ni pale juu pale kuna gate ya hii rangi ya hivi na hivi. Si babako ako hivi na hivi. Nilikuja kwenyu hadi nikaona picha yenu kwa kule. Lakini cha kushangaza, sijui nini mbaya na wazazi wako. Wazazi wako ni kama hawako nipenda kabisa. Kwa sababu hadi wamefikia level ya kuniambia ati wewe ulifariki. Dema akatingiza kichwa kisha akacheka kwa nguvu, ile kicheko ya mshangao, ile kicheko ya kushangaza, ile kicheko ya kuogopesha. Dema akamwambia ni kama wazazi wangu walitaka tu kudanganya. Hapo ndio kwetu. Lakini sasa kama nilikwambia ati mimi nilikufa 5 years ago, hapo walikudanganya. Walikudanganya kabisa. Kwa sababu
ni mimi ndio mtoto wao peke yao. So hakuna mtu mwingine mwenye unaweza sema wali confuse na yeye, ni mimi ndio mtoto wao peke yao, na mimi si ndio huyu unaniona niko hai, kwani nimekufa? Jamaa akaingia box yao, dema akaona yenyewe wazazi wake ni kama hawakunipenda tu, waliniona tu mimi ni mtu wa bodaboda tu hivi, so akaona wanidanganye hivyo ndio niachane na msichana wao na nimuogope kabisa. So dema akakalia pikipiki, jamaa akaenda kumdrop, lakini leo jamaa akasema akaa mbaya. Leo lazima nijue, kwa sababu haikuwa usiku sana hiyo siku, haikuwa usiku sana, ilikuwa ndio saa moja hivi. Jamaa akasema leo lazima nijue demo anaendanga wapi. Si ndio hiyo? Wakafika hapo, kawaida demo akajenga jamaa do. Jamaa akasema leo nawasha pikipiki niigeuze, lakini siendi. So jamaa akangoja demo akaingia hivyo kwa hiyo forest, alafu jamaa akawasha pikipiki akaigeuza, alafu akazima taa, alafu akaanza kunyata polepole akifuata huyo demo nyuma. Guess what? Kumbe ako kanjia kanaenda kwa makaburi, cemetery. Jamaa alifuata huyo dem alienda hivi, akafika kwa makaburi, akaangalia huku, akafanya hapo mambo yake na akapotea. Jamaa aliona na macho na akaona na mdomo. Jamaa alitoka mbio na akawasha pikipiki yake, na hivyo ndiyo alipotea. We imagine, umefuata mtu ameenda, amefika makaburini, amefanya mambo yake hapo, amedisappear. Umecheki zile movie za maninja venye wao wanadisappear hivyo? Sasa jamaa alibaki na maswali. Yenye kiliendelea na kuletea part 2. Hii ni part 1. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare na kucomment, pia kutoa maoni yako pia. Na tujue tu hii dunia iko na mambo mengi sana ambayo wengi hatujui. Iko na siri mingi sana. Peace.